Now, drug users are often shunned by society because of the nature of their lives, most becoming petty thieves, living for the next drug fix. Now, injecting drug users, for example, are a key population at high ongoing risk of HIV. In this week's Health Digest, Dr. Mercy Korir brings us the story of a woman who is a recovering drug user. Take a look. Mama Munira, maisha ni kupanda na kushuka. Naima Said is a 24-year-old single mother of one, a baby girl whom she says was God sent to save her from herself. Ninapomwona mtoto wangu, nasema hapana. Nitasurvive. Sitatumia, si ati kwa ajili yangu, kwa ajili ya mtoto wangu. I will be brave for my kid. After dropping out of school in Form 2 for lack of money to pay school fees, Naima stayed home to help in her mother's cafe. That's where she met a young man who warned her against using this drug, but she started taking it anyway. Wakati tulipokuwa tunaonana kwa kistarehe ama hali ile ya mke na mume, tulikuwa tunatumia. Ikafikia wakati sasa ikiwa nikiamka asubuhi, yale maumivu aliyokuwa kinielezea na yahisi sasa naumwa. Inabidi kabla hata sijashughulika na ile biashara yetu ya mama, ninatoroka na mwachia mama kazi pale, nenda mtafuta huyo kijana yuko wapi, anipatie hiyo sigara yake. Before long, she had become a petty thief and a con. Customer anakuja naagizia chai, labda maamri, na mlipisha zaidi. Nyumbani hakuna kitu kizuri kingeweza kukaa. Nabeba ma-DVD, TV, simu, sijui masufuria, leso za mama, viatu, anything that is valuable. This was almost 10 years back. Life was all about living for the next high. Staying at home was no longer tenable. She went to the streets, known popularly among drug users as maeneo. Napokelewa na wasichana wenzangu barabarani ambao na wao pia ni watumiaji mihadarati na ni wauzaji ngono. Tukaanza biashara hiyo. Nikajikuta nimeambukizwa magonjwa ya virusi, alafu pia kuna huu ugonjwa wa maini ya hepatitis, nikaambukizika pia huo ugonjwa. Sasa nikawa niko katika hali ngumu sana. An old friend who had gone through heroin rehabilitation successfully persuaded her to give methadone treatment a try. Alikuwa amebadilika. Alikuwa amekuwa mzuri. Alikuwa anakaa ni kama ametoka Ulaya ama Arabuni. Kwa nini nisitumie hii methadone? Hata nikifa itakuwa nimekufa, Mungu akijua nilikuwa najaribu kuacha. Kuliko kutumia heroini, nife kwenye heroini na ikijulikana bado naendelea na maheroini. She was started on methadone treatment 2 years ago. Today, Naima has never looked back. Kwenye hiyo laini ya kumwona daktari, hakukuwa na mtu hata mmoja. Nilikuwa peke yangu. It was as if her eyes were reopened. Mama akaanza kuona mabadiliko. Nikaanza kwanza kwa upande wa usafi. Ilikuwa ukiingia kwa room yangu, hujui utastep wapi. Chakula, nguo chafu, makojo, sijui sindano, nini. It was like pipa takataka venye ukua. This is a daily journey for Naima, who has had to overcome other addictions except one, tobacco smoking. Ikiwa nimeweza kuweka kando sindano, bangi, pombe, bugizi, miraa, sex, takuwa sigara moja. She leaves for the clinic each day for her dose of methadone. The number 001 in Kenya is synonymous with either Mombasa County or its governor. But in this clinic, 001 has a totally different meaning. They are first heroine over heroin addiction. We had around 486 from Coast General Hospital, but we've now reached 712 as of today. Among them, around 600 are active. They come every day, and some come from the other 2 neighboring counties. Naima, as a volunteer for the clinic, has been instrumental in reaching out to other drug users to be enrolled in the program. Nawaomba wenzangu wajitokeze, waje wafuate dawa ya bure.
hii methadone watu hawalipi. Na nawashauri wale ambao walikuwa wamesikia kuwa methadone inaua. Mimi, Naima, the first client of methadone, nimewahi kutumia for almost a year, na nikajaribu kidogo nikateleleka na nikarudi tena, na uone sasa nimesimama kabisa. A program that renewed her life, gave her baby who is HIV negative, and most of all, gave her parents their only daughter back. And as an only daughter with her only daughter, she says she cannot afford to slide back. Dr. Mercy Korir for Health Digest, KTN News.